naomba tu kama raia wa nchi, ni vyema tuwe watu walio na utu na wanaoheshimu wengine na kuheshimu familia zao. Nimeona mwingine akiwa anasema yule hakustahili kufa, alistahili ni kuadhibiwa. Hakuna mtu amepeana ruhusa kwa polisi kuadhibu mtu ambaye hajapelekwa kotini. Koti iko na mkono wa kutosha kuadhibu watu waliokosea, na mtu anaadhibiwa baada ya kuchunguzwa na uchunguzi kukamilika. Kwa hivyo hakuna mtu aliye na ruhusa ya kusema yule kijana aliyekufa hakustahili kufa, alikuwa wa kuadhibiwa. Hauruhusiwi polisi kuadhibu mtu bila uchunguzi kukamilika. Inasababisha imani ya watu inatoka kwa polisi. Lakini nimeuliza, nani ataishi kwa nchi gani bila polisi? Na polisi ni akina nani? Polisi ni mamangu, polisi ni dadangu, polisi ni ndugu yangu, polisi ni babangu, polisi ni mtoto wangu, polisi ni mimi, polisi ni sisi. Sisi raia ndio tumekuwa polisi kwa ajili ya kusaidiana. Kwa hivyo naomba tu kwa unyenyekevu, wale ambao wako kwenye idara ya polisi na tabia zao zinasababisha wanachafua jina la polisi. Watu wanaona polisi kama wanyama, wanaona polisi kama watu wasiofaa, wanaona polisi kama watu wanaostahili kufa. Naomba tu kwa unyenyekevu, tuone raia kama wenzetu na tuone polisi kama wenzetu. Polisi uone raia kama dadako. Hakuna mtu ambaye amesema kwamba ukiwa na uniform huyo raia ni mnyama. Fanya kile unachotaka. Haifai. Haijaandikwa hivyo. Na wakati ambapo ulichukua oath, haukuchukua oath kuchinja mtu ambaye ulipewa ruhusa ya kumlinda. Haifai. Inaumiza moyo wangu sana. Mimi siko upande wa raia, siko upande wa polisi. Niko upande wa nchi yangu. Sababu mimi nahitaji polisi, polisi ananihitaji. Hata ukiwa polisi umepewa uniform na hakuna raia, kwani utalinda ng'ombe? Na polisi unafahamu ya kwamba mshahara wako inatoka kwa huyo raia ambao unamuua. Unafahamu hivyo, na unajua huyo raia. Na wewe polisi si umeoa, si umeolewa, na watoto wako ni mapolisi, si ni raia? Na wakiwa huko nje na mtu awatendee mabaya, utasikiaje? Si mtoto wako anasoma na ako kwa shule za wengine? Kwa hivyo tusifanye vitu kama hizo. Hazifai. Nchi na mtu akiongea juu yangu, mtu akisema Ezekiel ameenda akaiba pale na sijaiba, si nilale, nikule nilale, niamke nioge niende nifanye kazi, sababu sijaiba. Lakini sasa mtu akisema kitu kimoja, chukua hii, weka huku, kama ile ambao wamefanyia Ojwang, ya nini? Kama huku kosea ya nini? Si vizuri. Yeyote ambaye amekuwa kiongozi atarajie kusemwa na watu, kutukanwa na watu, kudharauliwa na watu. Lakini haujafanya, wewe ni kiongozi, utasemwa tu. Kwa hivyo ni ushauri pia ambao nimepeana. Ukishakuwa kiongozi, saa zingine pia keti ucheke vijana hao wakiongea juu yako. Keti tu ucheke. Wakikuiga, wakiongea juu yako, keti tu ucheke. Hiyo ndio maana huwa nasema tukishakuwa viongozi na tu behave kama wazazi. Wakati watoto wanapiga kelele pale nje, na wewe kiongozi usitoke kupiga kelele. Majirani watasema na hii familia imejaa waenda wazimu. Watoto wakipiga kelele hapo nje, mzazi usiende kupiga kelele huko. Waite wakae hapo ndani watulie. Tukae kama wazazi sasa. Narudia kwa viongozi sasa, sababu
ninaona pia viongozi ambao pia wanachukua advantage ya matatizo ambao tuko nayo. Oh, vijana nendeni mkafanya hivi. Vijana nendeni mkafanya hivi. Vijana, na hasemi vijana wake, watoto wake waende wafanye hivyo. Wakati ninahubiri na ninachukua mtoto wa mtu acheze keyboard, na mimi pia mtoto wangu acheze keyboard hapo ndani. Wakati ambapo ninahubiri nasema wamama muhubiri, na Pastor Sara pia aonekane akiwa anahubiri hapo. Nisije nikaambia wamama nendeni mkafanya hivi na mke wangu hayuko hapo. Kwa hivyo ninaomba na sisi pia kwa yale ambao tunapitia, people should not take advantage of what is going on to ruin the country na kuumiza wengine. Naomba viongozi tuongee kwa hekima ya kutuliza chochote kile ambacho kinaendelea, turudishe nchi yetu kwa nafasi yake. Watu wengi wanatutegemea. Watu wengi wanatutegemea. Wakati ambapo mambo haya yanafanyika, mtu atatoka nje akwambie sasa tutoke tuende. Ikiwa mimi nasema wamama tokeni mkahubiri, fanyeni kazi, na mke wangu Sara awe number 1, aende afanye kazi. Nyinyi watoto tokeni mkafanye hivi, na mtoto wangu awe number 1 afanye hivyo. Nisije nikachukua watoto wa watu nikawatumia na mimi watoto wangu wako ng'ambo. Nisije nikaambia watoto niko na shule. Nilisema siwezi nikaambia washirika na wengine njooni leteni watoto wenu Kilifi International School na mimi watoto wangu hawaendi huko. Hapana. So nasi raia, kwa yale yanayoendelea, let us not allow people to take advantage of our predicaments and our suffering to climb on our backs to achieve whatever they want. Tusiruhusu mapito yetu na machungu yetu mtu kuona kwamba tumekwama, tunaumia, na waseme sasa tufanye hivi ili apande hapa apate ile kitu aliyokuwa anataka. Tuchunge sana kwamba kwa yale tunayopitia, wanayoumiza raia waache, polisi ambao wanafanya makosa na hawakuambiwa waache, na raia wanaoibia wenzao barabarani tuache, na viongozi ambao wanachukua advantage ya mapito ya raia ili wapande kwa nafasi zao pia waache. Ni watoto wa watu wanakufa ikiwa wengine wanakuwa viongozi.